Hapana, tuhuma zimekuwa ni nyingi sana juu yako. Na mimi kama mwenyekiti ninaweza nikakusimamisha kazi kuanzia sasa hivi. Mimi sipendezwi kabisa na tabia yako unaifanya ya kula njama na vibaka. Niko serious kabisa. Hapana mama, usifike huko. Mama usifike huko tafadhali, nakuomba mama, samahani. Mama unajua maisha mimi na wewe tokea kuna uchaguzi mama, wewe ndio mwenyekiti. Tumefanya wote kazi kwa mpango wote mama. Nakuomba tusifikie huko mama. Hawa ni wananchi wasitaki kutuharibia. Maisha kweli tumefanya kazi mimi na wewe usiku na mchana, hatulali kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo mama nakuomba mwenyekiti tusifike huko tafadhali. Mama usiniharibie ugali wangu mama, tunatafuta ugali. Haya maisha mamangu. Naomba nisaidie mamangu. Kwa hiyo naomba unisamehe. Niko chini mama, tafadhali. Mwenyekiti nakuomba msaada wako. Nisamehe sana. Tusifikie huko mwenyekiti. Kiukweli sura yako inaonyesha kabisa kama unahitaji msamaha. Lakini kwa hili acha kwanza nikufikirie kwanza mzee mwenzangu. Mwenyekiti, tafadhali. Naomba mimi mwenyekiti. Na familia mwenyekiti. Ninategemea mimi mwenyekiti. Tusaidiane mwenyekiti, tusiharibiane kazi sababu ya wananchi mwenyekiti. Wananchi hawa hawana chochote wanachojua, mimi kazi mwenyekiti nafanya kazi kwa uweledi usiku na mchana. Mwenyekiti tafadhali mama, naomba mama nihurumie baba mwenyekiti. Samahani mwenyekiti, hizi kazi tunazifanya kwa uangalifu. Na wewe mwenyewe unanijua mwenyekiti, mpaka wewe tulikuwa wote. Mwenyekiti mpaka leo unanijua mimi ni nani. Hizo rushwa mama ni wananchi tu wananichukia, baadhi ya wananchi wananichukia mimi kama mimi. Sawa. Wewe mimi unajua. Sawa, nimekusikia. Ila nimekwambia nitalifanyia kazi. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Ujumbe wangu umenielewa? Nimekuelewa. Naomba unisamehe sana. Naomba tafadhali mama. Utaenda wapi mama? Kwa kipindi hichi ambacho uko kikaangoni, inatakiwa uwe makini sana. Yaani uwe makini na uwe na tahadhari sana. Kesi zisinifikie kama hizo. Kipindi hichi ambacho bado nakufikiria kutengua au niendelee kukuacha, inabidi uishi kwa tahadhari sana mzee mwenzangu. Sijui umenielewa? Ndio mwenyekiti, nimekuelewa na nashukuru kwa hilo na kuahidi haitajitokeza tena. Tuko pamoja mwenyekiti. Haya sawa. Mimi nikutakie majukumu mema. Asante mwenyekiti. Mungu akubariki sana. Tuko pamoja. Asante. Karibu tena. Haya. Angalia kulingana na mimi naweza kawa kweli na hiyo yani hiyo hali ya kuweza kuchukua tu dawa kumtilia mtoto kweli awe na hiyo hali. Ila hiyo wewe ushindi rafiki yangu. Unajua tangu tuko wadogo kuna tabia fulani ambazo yani za roho mbaya baina ya sisi watoto. Lakini kaka, sio kwa mtoto ambaye labda anajua kabisa kwamba yeye ni sababu ya kuja mke wangu. Mpaka unapungua hivyo kwa sababu ya kumwaza yeye, unaweza kufahamu umefanya hivyo. Kweli kaka, mimi sijafahamu. Yaani hapo siwezi mimi nikawa upande wako kwa kweli. Wewe upofu inawezekana wewe utakuwa unasababisha. Yaani brother, kwanza yani wewe kufika kwako mimi nikujiponia. Ndio. Sasa wewe ukikaa upande wa mke wangu labda kweli mimi nimefanya hicho kitu ni kweli. Yaani mimi nitegemea ndo mkombozi wangu. Sawa, naweza kama mkombozi wako lakini nisimama kwenye haki. Sawa? Na istoshe haya mambo hatuwezi kumaliza sasa hivi bwana. Mfanya mpango kwanza nipate hata maji basi. Yaani tumalize sasa hivi haya babu. Ungenipa angalau hata. Acha ubishi basi, tutaongea vizuri. Mfanyie mpango bwana. Na maana una huruma, unaona sasa hapo wenyewe unashindwa kunihurumia mshikaji. Kale tufanye nani yeye? Bafuni ni huko. Okay. Baby baby. Mbona toka siku ile toka alipotoka usiku hujaja tena mpaka leo? Shida ni? Nikuabize tena bado. Nakuwa busy mbele ya mpenzi wako kweli. Sinajua inabidi nitafute hela ile leo. Naelewa lakini najua nahitaji uwepo wako. Naelewa. Nikipata muda. Kama kuna kitu labda nimekela unaweza kusema kwa sababu mimi binadamu sijakamilika. Mimi binadamu mimi binadamu sijakamilika. Kama kuna sehemu nimekosea unaweza ukaniambia kuliko kukaa kimya kiasi hiki. Nimeumia sana ndani ya moyo wangu. Unajua ninapopenda mpenzi wangu. Sawa, busy na kazi, lakini najua wewe ndio kila kitu kwangu. Unaelewa? Najua ndio maana basi poa. Mimi nimefurahi kuona hivi. Leo nimejisikia furaha sana. Hebu kula hata kidogo basi. Kula au enjoy kwa nani? Kula baby. Wow. Nice. Niambie mpenzi wangu.
Mina! Mina, shida nini mama? Mke wangu, shida nini mama? Mina, mwanetu yuko wapi? Mwanao? Mwanao sio? Mwanangu yuko wapi? Shida nini mama? Una mtoto kwangu wewe? Shida nini? Una mtoto kwangu? Shida nini mama? Una mtoto gani kwako? Tatizo kubwa ni nini mke wangu? Ujui. Ujui, si ndio? Kwanza mtoto yuko. Wewe dada vipi? Mbona unanipigia mume wangu? Shida nini mama? Wewe dada vipi? Mbona unapiga wanaume za watu? Kuja kistaarabu wewe, sawa? Ngoja taratibu jamani. Sikiliza mke wangu. Ndio nakuchukia wewe. Nakuchukia. Kusia nini mamangu? Wewe, kwani huyu nani? Muulize vizuri kwambie. Huyu nani? Mzazi wenzangu. Mzazi mwenzio. Mbona hujai kuniambia kama una mwanamke? Leo kwa nini tuongea mambo vizuri zaidi? Vipi? Umechoma eh? Bado kwako. Hapo. Hapana mke wangu, usikasirike. Imetokea tu bahati mbaya, ni mtu ambaye mke wangu nilimwacha kijijini. Nisikie vibaya mke wangu. Kwa hiyo ina maana ile zote mimi nitakupatia wewe. Upo na mwanamke wako mwingine na hujai kuniambia. Hapana mke wangu, napenda nataka nikuombe kukwambia kitu kama hicho. Please, naomba nisamehe mke wangu. Nakupenda sana. Naomba nisamehe. Please, niko chini ya miguu yako. Nakupenda sana mke wangu. Nisamehe mpenzi wangu. Wewe, sikiza nikwambie. Nakupenda mama. Naomba kuanzia sasa hivi hapa ninapotoka hapa. Sitaki nikuone, sitaki nipigie simu, sitaki unifanyie chochote, yani sitaki kujua chochote kuhusu wewe. Naomba nisamehe mama. Naomba tusamehe. Dada. Dada. Mdogo wangu, mbona umelewa? Na mtoto yuko wapi? Mtoto yuko wapi? Mbona unijibu? Unalia, kuna nini? Sijamuona mtoto. Hujamuona? Na mbona umekuja umelewa hivi na mtoto ambaye hujamuona? Dada, kipindi nakimbia kumtafuta mtoto nilianguka. Ulianguka kwenye maji hadi ukaloa? Dada mwanangu. Sasa nikae. Acha kulia mdogo wangu. Ukilia itakuwa kazi bure. Naona mdogo wangu, cha kufanya hapa mdogo wangu. Umekuja kwangu kwa dada yako. Unajua mwafaka. Twende kwa mwenyekiti au kwa mjumbe. Umeelewa mdogo wangu? Hapo ukilia mdogo wangu, mimi nitafanyaje? Na mimi ndio dada, Mimi nafanyaje mdogo wangu? Ukilia mimi mwenyewe nitalia. Acha kulia mdogo wangu. Umeelewa? Acha kulia, mimi mwenyewe nitalia mdogo wangu. Ufanye mwafaka tu. Kwenye mwafaka, tuende kwa mwenyekiti au kwa mjumbe. Tutajua mtoto kaelekea wapi. Nyama, Nimekufa daoni. Tutamuona tu. Tutamuona. Kwa hiyo mdogo wangu hapa, unyanyuke kwa mtundi ndani. Umeelewa? Twende ndani.
Wewe dada, hebu simama kidogo. Samani, vipi? Unaendeleaje? Sawa. Mbona kama kuona ulishakuja nyumbani? Ndo mimi kakaangu. Ndio wewe uliyekuja siku zile kwa wife wangu? Bana, sikia nikwambie. Mimi ninavyoongea na wewe mpaka sasa hivi, mke wangu mimi nyumbani hayupo. Unajua alikokwenda? Baba, nikatae. Nisikilize. Sijui, hata kidogo sijui. Nisikilize basi kwanza. Hajanipa taarifa. Kwenye simu hamjawasiliana? Hatujawasiliana toka ile siku ambayo nimekuja kwako, ndo mwisho kuwasiliana naye. Sasa nikibaini una mawasiliano naye na unanikatalia, usije ukaniona mbaya. Kaka, nimemchukua mkeo, nikaenda kumpeleka huko sijui wapi. Toka ile siku nimemwacha pale. Sasa nisikize, usijifanye unajua kuongea sana. Laiti nikijua kwamba una mawasiliano naye unawasiliana kwenye simu. Laiti nikijua unaongea naye kwenye simu, utanitambua. Haya, dada mtu. Niambie shoga yangu. Ni huko nilikotoka, nimetoka kukutana na huyo kaka yako. Sasa mbona kama unanikoromea ndugu yangu? Mimi na wewe tuna ugomvi. Sasa kaka yako kama mkali kwa sababu eti anasema eti mimi nimemuondoa na ndia. Mke wake. Mbona hizo taarifa mimi sijui, alafu nakuja juu shoga yangu kama mtoto wa kifusi, kuelewi? Mwambie huyo kaka yako. Anikome. Shoga yangu mimi hata sielewi maana hizo taarifa ngeni. Nitamwambia. Mwambie hivyo hivyo. Lakini ndio uje kistaarabu. Wewe na. Mwambie. Wewe jiangalie.